Bila shaka wewe ni moja ya watu ambao uliwahi kuposti picha ama video mtandaoni ukiamini kwamba labda hii itaenda kufanya vizuri mtandaoni, lakini mambo yakakwendea kombo. Ulishawahi kujiuliza sababu ilikuwa ni nini? Na katika video hii nitakusaidia kukupatia siri za kuifanya content yako ipate like nyingi, ipate comment nyingi, na wakati mwingine kwenda viral katika mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram, YouTube na katika mitandao mingine kadha. Mimi ni Henry Kidawa. Tafadhali nifuatilie katika mitandao mbalimbali kama Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Tunatumia jina hilo na tunakuwekea content za bure kabisa ambazo zitakusaidia wewe kuweza kujifunza fursa mbalimbali zitokanazo na mtandao. Na leo tutazungumzia kuhusiana na swala linaloitwa original content. Watu wengi utakuwa umeanza kusikia kwenye mitandao ya kijamii wanakuambia create original content, epuka kucopy, epuka reuse content za watu wengine. Naomba nikwambie original content ni nini hasa. Hili ndio swala ambalo watu wengi wanajiuliza. Ni maudhui yanayozalishwa kwanza kwenye wazo lako, kwa maana kwamba kupitia akili yako, fahamu wako, unafahamu nini kuhusiana na kitu fulani. Jambo la pili, unatengeneza mwenyewe from scratch, kwa maana kwamba kama ni kuandaa audio, kama ni picha, kama ni video, unaiandaa wewe mwenyewe kama hii ambayo leo tumekuandalia. Lakini jambo lingine, inabeba mtazamo, inabeba sauti yako ya kipekee, kwa maana kwamba maoni ya kwako kutokana na kile kitu ambacho unahitaji kuweza kukitengeneza. Hiyo tunaita original content. Kumbuka kwamba tunapozungumzia original content sio kwamba utakuja na kitu kipya ambacho hakijawahi kuzungumzwa duniani. Hapana. Kila kitu kilishazungumzwa, kila kitu kilikuwepo. Kinachokuja ni ubunifu wako, jinsi ambavyo unaweza ku create hiyo new content kutokana na mtazamo, maoni yako na recommendation yako baada ya kuwa umejifunza kitu fulani ama unaofahamu na kitu fulani. Naomba nikwambie kuna utofauti kati ya original content na unoriginal content. Hebu nikwambie ukweli kwamba kuna mtindo ambao sasa hivi unashika kasi sana. Mtu anaenda labda TikTok, anaenda YouTube, ana download video, akisha download video anakuja ku upload katika mtandao mwingine akiamini kwamba hii ni original content. Jambo ambalo naomba nikwambie kwamba hii sio kweli. Ama wakati mwingine watu akiupload kule anakuja anaweka picha yake labda kwa juu ama kwa pembeni, afu anaendelea kutikisa labda. Akimaliza anasema hii ni original content. Naomba nikwambie hiyo ni reuse content, kwa sababu kuna vitu vingi mbali na kwamba umeadi hicho kipicha kimoja, bado kuna sauti, bado kuna logo, bado kuna content nyingi ambazo zinatoka kwenye ile original content. Nafahamu kwamba sasa hivi mitandao karibu yote inatumia AI. Hasa AI sasa hivi zina kazi kubwa sana kuweza kufanya scanning ya reuse content. Kuna watu wengi ambao wanafanya hiyo reuse content. Mtu anakufundisha kwamba hiyo ndio original content. Kumbuka kwamba hii ikienda viral, huyu ana reuse na huyu ana reuse, huyu ana reuse. Mwisho wa siku kumbuka utakosa like, utakosa comment nyingi. Na ukitaka kuthibitisha hilo, angalia hizo content ambao wamefanya reuse za mtindo huo. Angalia na original content, ina viewers wengi. Unaweza kukuta ina viewers milioni 2, lakini yeye ina viewers 500,000 au 200,000 au 100,000 au 50,000. Hasa hii ni hatari kwa ajili ya akaunti yako. Kwa nini tunakusisitiza uwe na original content za kwako? Kuna vitu vitatu muhimu ambavyo utavipata. Jambo la kwanza, tunasema kwamba inakujengea brand. Watu siku zote hawanunui bidhaa, wananunua mtu, kwamba huyu mtu tunamwamini anaweza kutuuzia bidhaa ambayo ni original, bidhaa ambayo ni halisi, bidhaa ya kweli. Na hii ndio maana unaweza kukuta hata mtandao tunasema nenda kanunue soko fulani, kwa sababu kwenye website fulani hao ndio wako vizuri zaidi kwenye huduma. Na hii kwa sababu tunapokuambia tengeneza original content, itafanya audience wako, followers wako waweze kuwa na mambo matatu juu yako. Jambo la kwanza, watakujua who are you. Jambo la pili, wataanza kukupenda kwamba wewe tunakupenda kwa sababu ya original content zako, kwa sababu ya huduma yako, kwa sababu ya hiki na hiki. Jambo la tatu, baada ya kukupenda watakuamini kwamba chochote ambacho utakisema kitakuwa ni kweli katika maisha yao ya kila siku. Faida namba 2 tunasema inadumu muda mrefu. Siku zote video ya kunakili ya watu mara nyingi inaweza kupata viewers kwa muda fulani, lakini baada ya muda fulani mambo yanapotea. Na wakati mwingine kwa sababu umeshazoea kuweza kucopy content za watu, je, utaendelea copy kila siku? Mwisho wa siku watu watatafuta yupi mwenye original content ile ambayo wewe umekopi.
hakikisha unatengeneza original content, hata kama unaweza ukakopi mtindo wa kutengeneza hizo original content, ama unaweza ukakopi content ile ya mtu fulani ambaye ameitengeneza, lakini wewe wekea material yako, kama sauti yako, wekea video yako, kama sio video yako tumia video za AI. Japo tunapozungumzia video za AI, hakikisha unaongeza value kwenye hizo video, kwa sababu sasa hivi AI zinatambua kwamba hii ni AI content, au kuna wakati ambao inaona kwamba uwezi ukapata mafanikio makubwa. Jambo lingine tunasema algorithm itakusaidia wewe kuweza kusukuma content zako kwa watu wengi zaidi, kwa sababu naomba nikwambie kabisa mitandao kwa sasa hivi inapenda wabunifu, lakini ukichukua muda wako kutengeneza kitu chako, mitandao itakusaidia kuweza kurecommend hiyo content, kurecommend hiyo post kwa watu wengi zaidi. Mfano hata Facebook kiingia sasa hivi anakuambia create original content, Facebook will help you to push content yako kwa watu wengi zaidi, iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo mimi nakushauri endelea kutengeneza original content, na labda ungeweza kuandaa video nyingine ijayo, nitaweza kusaidia kuweza kujua jinsi ya kuandaa content. Basi kuanzia leo naomba nikusisitize kwamba hakikisha unaanza kujifunza kuweza kuboresha sauti, kuandaa videos nzuri, lakini pia kama utumii picha yako ama utumii muonekano wako, tafadhali tumia vitu vya online, lakini walau ongeza sauti yako. Itakusaidia kuhakikisha kwamba unatengeneza pesa nzuri mtandaoni, lakini pia content zako kwenda viral zaidi kuliko kuendelea kutumia content za watu. Na nakwambia ikiwa utafanikiwa kuhakikisha audience wako wanakuamini, wanakupenda, na baada ya hapo hakikisha utakuwa na mafanikio makubwa zaidi katika soko la mtandaoni, hata kama ni kuuza bidhaa mbalimbali mtandaoni. Naitwa Henon Kidawa. Tafadhali endelea kunifuatilia katika mitandao yangu ya kijamii, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Huko tunaendelea kukuwekea content mbalimbali ambazo zitakusaidia wewe kuhakikisha kwamba unaenda kujifunza new skills kila siku, na video zetu ni bure kwa ajili yako.